Tanzania imeendelea kujulikana duniani kama nchi yenye amani, jambo ambalo limeweza kujenga mazingira mazuri ya uwekezaji, ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma bora za kijamii kwa wananchi wake. Hata hivyo, mafanikio haya hayakuja kwa bahati mbaya, bali yanatokana na juhudi za pamoja za viongozi na wananchi, pamoja na dhamira ya dhati ya kulinda na kudumisha muungano wetu. Ni wajibu wetu, ni wajibu wa kila mmoja kuendeleza dhamira hii njema kwa vitendo. Ndugu wananchi, maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu miaka 62 ya Muungano, amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Ninaomba turudie hiyo kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho ya miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Miaka 62 ya Muungano. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa umoja na mshikamano. Ndiyo maana serikali imeelekeza maadhimisho ya mwaka huu yawe ya vitendo zaidi, kwa kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na upandaji wa miti. Na wote mnafahamu kwamba kabla ya muda huu ninapotoa hotuba hii, mmefanya shughuli mbalimbali kwa vitendo kama sehemu ya kuenzi maelekezo ya maadhimisho ya mwaka huu. Kwa mkoa wa Rukwa, tumeona ni vema kuadhimisha siku hii kwa kushiriki shughuli za usafi wa mazingira hapa katika eneo hili la soko kuu, mahali muhimu kwa shughuli za kiuchumi na kijamii. Na nyinyi mnajua umuhimu wa usafi. Tumekuwa tukikumbana na changamoto mbalimbali za maambukizi ya kipindupindu katika halmashauri zetu. Ndugu wananchi, kuchanganya maadhimisho ya kitaifa na usafi wa mazingira ni hatua ya kimkakati inayolenga kujenga jamii yenye uwajibikaji. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa maeneo yanayotekeleza utaratibu wa usafi wa mara kwa mara kupunguza kwa zaidi ya 30% ya magonjwa ya milipuko kama kipindupindu, kuhara na homa ya matumbo. Hivyo basi, usafi wa mazingira si swala la hiari, bali ni la wajibu wa kila mwananchi, na ni uwekezaji wa moja kwa moja katika afya zetu, ustawi wa jamii yetu na maendeleo ya kiuchumi. Sote tunafahamu mazingira yetu yakiwa na uchafu yatakuwa ni chanzo cha maambukizi. Maambukizi yakitokea, walioambukizwa hawawezi wakatekeleza majukumu yao ipasavyo. Lakini kama serikali na familia tunaingia gharama ya kuhudumia wanaougua. Kwa hiyo ni hasara kiuchumi. Kwa mkoa wa Rukwa ambao unaendelea kukua kwa kasi katika sekta za biashara, makazi na huduma za jamii, ni muhimu sana kuhakikisha kuwa ukuaji huu unaenda sambamba na utunzaji wa mazingira. Nishukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kuadhimisha maadhimisho haya siku ya leo. Leo tumefanya usafi katika mji wa Sumbawanga, manispaa ya Sumbawanga. Nipongeze kwa ubunifu huu mzuri. Nipongeze pia kwa wananchi waliojitokeza kufanya usafi, kwani wananchi wameona umuhimu wa usafi katika mji wetu. Na pia kwenye maadhimisho ya muungano huu tunapongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kufungua mikoa mbalimbali, hasa mkoa wetu wa Rukwa kuunganishwa na mikoa mingi
ya ukanda wa magharibi na kusini mwa nchi ya Tanzania. Nipongeze pia halmashauri ya manispaa Sumbawanga kwa kuweka siku ya usafi kila Jumamosi, kwani kipaumbele chetu. Lengo lake nini? Ni kuondoa maradhi kwa jamii yetu, ni kupunguza magonjwa yasiyokuwa ya maambukizi katika mji wa Sumbawanga. Lakini pia tupongeze kwa manispaa kwa jitihada zilizofanya kuandaa maguta 12 kwa ajili ya kuhakikisha mji wa Sumbawanga unakuwa safi. Wito wangu kwa wananchi, tuendelee kuwa na tabia ya usafi, kwa kuwa usafi ni tabia inaanzia kwa mtu mmoja mmoja, inakuja kwenye familia, pia usafi ni kwa jamii kama hivi tunavyofanya pale hivi leo.